Ndio nilikuwa nafuga, lakini kuna vitu vingine zaidi ambavyo nimepata. Kwa mfano ile ya kufuga nguruwe wa kuuza na kufuga nguruwe wa kuzalisha. Hiyo imenifurahisha sana. Nikaona sasa naenda kuifanyia kazi, kwa sababu mimi nilikuwa nafuga tu, lakini sasa nimefahamu kwamba naweza kufuga kwa kuzalisha, na kwa kuzalisha hapo naweza kupata kipato kingi zaidi. Mambo niliyopata sana, kwanza nishukuru Koudijs kwa kuchagua mwalimu mzuri ambaye ametufundisha vizuri. Semina hii haijaenda bure, na mtu ambaye hakuweza kufanikiwa kufika hapa leo ni mengi ameyakosa, na endapo akiwa masikini, aidha naye anafuga akawa masikini, hana haja ya kulaumu wale wanauza vyakula, aidha ajilaumu yeye mwenyewe, kwa sababu angepata elimu nzuri ambavyo angejua pia na chakula kizuri kinapatikana wapi, ni kampuni gani mtengenezee chakula, ili apate kuyafikia yale malengo yake kati ya ufugaji wake. Vipi wewe ambaye wakifa watano uchukulia ni kawaida sana? Baba, kuku ameanguka watano mara, chukua fukia hapo hivi. Unajua ulichopoteza? Unajua ulichopoteza? Mfugaji ambaye anajua thamani ya kuku hiyo na asiyejua ni watu wawili. Rubaba TV, na leo ni siku nyingine tena ambayo tumefika hapa Bukoba, na lengo la kufika hapa Bukoba, kama unavyofahamu, kampuni bora ya Koudijs sio tu inakuuzia bidhaa, lakini pia inajitolea kuweza kukupatia maarifa na elimu itakayo kuwezesha wewe kuweza kufanya ufugaji wa kuku, nguruwe na samaki kibiashara. Na leo tumekuja hapa Bukoba na tunashukuru Mungu, mwitikio wa wafugaji umekuwa ni wengi sana, na wengi wamekuja hapa kupata elimu na kuweza kujifunza. Na binafsi na kualika hata siku nyingine, mtu ambaye unasikia taarifa ya kuhusiana na semina au mafunzo ya Koudijs, basi hakikisha unahudhuria, kwa sababu huku kuna maarifa sio tu upande wa bidhaa au upande wa chakula tu, kuanzia ufugaji wote, kuhakikisha wewe unaweza kufanya ufugaji wa nguruwe, wa kuku na samaki kibiashara. Mimi sina mengi, nadhani utaona shuhuda za wafugaji wenyewe wakizungumza nini ambacho wamekipata, na wakizungumza nini ambacho hasa kiliwaleta katika semina hii ya Koudijs. Rubaba TV. Kwa majina naitwa John James. Sisi tunafuga nguruwe wa kisasa. Tunapatikana mazingira ya Nshambia. Nyumbani kwetu ni Mafumbo, lakini tunafugia Nshambia pamoja na Kaolo, ambavyo tuna mazizi mawili. Sawa. Katika semina ya leo, wewe binafsi ni kitu gani hasa ambacho umekipata na pengine ulikuwa ukifahamu? Ni vingi. Mambo niliyopata sana, kwanza nishukuru Koudijs kwa kuchagua mwalimu mzuri ambaye ametufundisha vizuri. Semina hii haijaenda bure, na mtu ambaye hakuweza kufanikiwa kufika hapa leo ni mengi ameyakosa, na endapo akiwa masikini, aidha naye anafuga akawa masikini, hana haja ya kulaumu wale wanauza vyakula, aidha ajilaumu yeye mwenyewe, kwa sababu angepata elimu nzuri ambavyo angejua pia na chakula kizuri kinapatikana wapi, ni kampuni gani mtengenezee chakula, ili apate kuyafikia yale malengo yake kati ya ufugaji wake. Sawa, mwanzoni ulishawahi kutumia chakula cha Koudijs? Leo nimefurahi sana. Kwa sababu gani? Leo nipende kuzungumza hata kwa yule mahali popote anaye nitazama, kwamba nasema hivi, leo kama ulikuwa hujapata elimu kuhusu chakula cha Koudijs, basi unavyoona Koudijs usipite tu, bali fuatilia, kwa sababu moja, si tuliwahi kutumia vyakula vingine ambavyo siwezi kuvitaja tukitafuta matokeo. Mimi najua ufanyi tu hilo, natafuta matokeo, ila kwa swala la chakula cha Koudijs natumia neno tu kama msemo ya sasa, kwamba kwa mifugo ambayo ni kama kuku za broiler na kuku za layers, ikiwemo nguruwe wa kisasa ambao tunafuga. Kwa mfano sisi ukija zizini kwetu tuna nguruwe aina ya landless,
tuna Petrin, tuna Raji White pamoja na wanaitwa Dilok. Kwa nimesahau kidogo samani, wanaitwa Dilok, ambavyo hao nguruwe tulionao tulikosa matokeo sawasawa na tulivyotafuta hao nguruwe ikiwa tujapata chakula cha Koudijs. Lakini tulivyopata chakula cha Koudijs, natumia msemo huu kwamba chakula cha Koudijs ndio uchawi wa kupata matokeo ya mifugo aina zote hizi nilizozitaja. Lakini mimi nizungumzie sehemu mbili ambazo sisi tunafuga kwa sasa. Tuna nguruwe, lakini pia nimejaribu kufanya ufuatiliaji kuhusu kuku, nikaona kinaleta matokeo mazuri kuliko chakula cha aina yoyote nyingine. Na sisemi tu kwa sababu ya tunavyokitumia pale. Nilianza kufanya utafiti, alafu nilivyofanya ule utafiti nikafanyia kazi, nikaenda kutumia ambavyo, ili wanisamehe Koudijs kwa kuliongea, kwamba chakula chao unaweza ukazidisha vile vipimo wanavyokupa kama wao, ukabaki unapata matokeo. Mimi naitwa Imeda Lwetaka Lukamisa. Nimetokea wilaya ya Mleba, nimetokea Kamachumu Mleba. Na nimefurahi sana kuwepo mahali hapa. Ndio nilikuwa nafuga, lakini kuna vitu vingine zaidi ambavyo nimepata. Kwa mfano ile ya kufuga nguruwe wa kuuza na kufuga nguruwe wa kuzalisha. Hiyo imenifurahisha sana. Nikaona sasa naenda kuifanyia kazi, kwa sababu mimi nilikuwa nafuga tu, lakini sasa nimefahamu kwamba naweza kufuga kwa kuzalisha, na kwa kuzalisha hapo naweza kupata kipato kingi zaidi. Kwa umeshajua tofauti kati ya nguruwe kufuga kwa ajili ya mbegu na kwa ajili ya nyama. Sawa, nashukuru sana. Okay, mimi kwa jina, sio majina, Kiswahili kizuri kwa jina. Naitwa Yese Mshumbusi Kasano, ni mkulima mfugaji na nafuga kuku. Nimekuwa mfugaji wa kuku miaka mingi sana. Nilikuwa nafugia Mwanza na Dar es Salaam. Ila saizi nimeanza kidogo ila nataka kufanya mradi mkubwa ufugaji wa kuku na mradi mkubwa wa ufugaji wa nguruwe kisasa. Nashukuru sana. Katika semina ya leo ni kipi ambacho umekipata? Kwa sababu daktari amezungumza mengi. Wewe binafsi kipi ambacho kimekugusa sana? Nimepata vitu vingi sana, sio kimoja. Kitu cha kwanza kufahamu kwamba huo mfugo nikaufahamu. Ni kitu kimoja ambacho watu wengi, wafugaji wengi hatuna, hawatakuwa kijui. Lakini sasa ukishafahamu huyo mnyama unayemfuga, kama ni nguruwe, kama ni kuku, kama ni samaki, ukamfahamu yukoje. Kwa maana ina maana kwamba huyo utakujua namna ya kumlisha, namna ya kumtunza ili aweze kukupa faida katika usafi wako. Nashukuru sana. Wewe binafsi ushawahi kutumia bidhaa za Koudijs au bado hujaanza kuzitumia? Bado sijaanza, maana juzi nimepata mtandaoni pamoja na uhamasishaji mkubwa niwahamasisha watu zaidi ya 70 kutoka Kanyigo, na ili kwa kweli nikiri kwamba sijawahi kutumia bidhaa zetu. Sasa tunakushauri tu au tunakuambia utakapotumia bidhaa zetu hautajuta, kwa sababu kwanza sisi unatumia malighafi chache lakini unapata quality ambayo ni international standard, kwa maana ya ni dunia nzima, ina standard ya dunia nzima. Kwa maana hiyo, kwa hiyo bidhaa zetu ni bora na ni bidhaa ambazo huwezi ukazilinganisha na bidhaa zingine. Kwa hiyo nakukalika pia na wewe uweze kutumia bidhaa zetu uweze kuona manufaa. Kwa jina naitwa Uledi Kimbavala, meneja masoko wa kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania. Leo tulikuwa kanda ya Ziwa kwa semina zetu za kila mwaka. Ni muendelezo wa semina ambazo tumekuwa tukifanya kwa wateja wetu. Tunaichukulia hii fursa kama ni kutoa kwa jamii. Kwa hiyo tulikuwa upande wa kanda ya Ziwa, na tukitoka hapa tutaenda maeneo mengine kama Arusha, Dar es Salaam, nyanda za juu kusini, na nimefurahishwa sana na jinsi ambavyo wafugaji wa nguruwe na kuku hapa Bukoba walivyoweza kupokea hii fursa na wamejitokeza kwa wingi sana. Ili tubidi tuweze kuwasitisha wengine wasiweze kuja kwa sababu wana shauku kubwa ya mafunzo, na hii inaonyesha kabisa kwamba sekta ya ufugaji inakuwa na watu wengi wanazidi kuona fursa kwenye sekta hii na itaajiri watu wengi zaidi. Kama kuna mfugaji ambaye pengine hajapata nafasi ya kuhudhuria kwenye semina za Koudijs, tuweze kuchukua nafasi hii ya kumkaribisha tutakapofika kwenye mkoa wako au eneo ulipo, karibu uweze kujifunza, kwa sababu teknolojia inabadilika na tunajifunza mambo mengi kwenye hizi semina, na tunaweza kupata changamoto nyingi wanazopata wafugaji.
zinazohusiana na utengenezaji wa chakula bora, lakini pia masoko kwa ujumla na uchumi kwa ujumla, kwa sababu tunachojifunza sio chakula peke yake, lakini maarifa ya kuongeza faida kwa ujumla, kuanzia kuzuia magonjwa, kuzuia vifo, kujitengenezea chakula bora, ulishaji sahihi ili uweze kuongeza faida na tija zaidi. Kwa kipekee shukrani zetu ziende kwa wafugaji wa kanda ya Ziwa na mawakala pamoja na wateja wote waliopo kanda ya Ziwa. Tumepokea sana mwitikio wao, wamekuja kwa namba kubwa na ninaamini wengi wamehamasika mpaka naona muda wa kufunga semina bado watu wamekaa wanataka kusikiliza. Kwa hiyo ni shauku ya maarifa ambayo wafugaji wanayo. Kwa hiyo ndugu zangu wafugaji, sehemu mlipo, jiandae, tunakuja next time, tukutane Arusha.